Ni nini ilikufanya uanze na muziki? Kabla sijaingia kwenye muziki, hapo mwanzo nilikuwa mimi ni Muislamu. Wewe ni Muislamu? Ndio. Nilizaliwa katika familia ya Kiislamu. Nimelelewa kwenye Uislamu. Nimeingia madrasa. Alafu baadaye nikaja nikaokoka. Katika Uislamu ulikuwa unaitwa jina gani? Nilikuwa naitwa Mustafa. Mustafa? Ndio. Kile kitabu cha Qur'an kimeandikwa na Kiarabu. Ndio hiyo. Lakini asikudanganye mtu kwamba Muislamu anasoma Qur'an. Muislamu anatumia Biblia. Oh. Ya, habari yako, habari zenu watazamaji wa Kize Kizende. Mimi ni Kize Kizende na ukipenda unaweza kuniita Papa wa London, na niko na rafiki yangu hapo hivi ambaye angependa kunambia kamambo kutika maisha yake kidogo, ili kwamba tuweze kumjua, na bila kupoteza wakati, hebu nimlete huyu rafiki yangu atuambie jina lake. Habari yako? Mzuri sana. Hebu tuambie jina lako kamili na ama ile jina ungependa kuitwa kujue. Jina langu kamili ama majina yangu kamili naitwa Peter Anzenze. Peter Anzenze. Yes. Yeah. Na unashughulika na nini katika ujenzi wa taifa? Peter Anzenze ni mwimbaji wa nyimbo za Injili anayetokea katika nchi ya Kenya. Na pia mwanabiashara. Na ningependa kwanza, kabla hata tujaendelea sana, sababu kuna watu wanatuangalia, angalia ile kamera, wasalimie na waambie ni nini ungependa wakujue nayo. Naitwa Peter Anzenze, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutokea Kenya, Afrika Mashariki, na nimeokoka na mpenda Yesu. Na wimbo wangu ambao unajulikana sana unasema, mimi nimekusamehe, usinione ukapiga kona. Okay. Sana. Kwa hivyo already umetoa nyimbo several, kama ngapi umetoa? Sasa hivi nafanya album 900 sasa hivi. 900? Ya 9. Ana muziki huyu jamaa. Ana muziki huyu jamaa. Huyo itabidi tuzijue hizi nyimbo ndio tu tunasisikiza. Na kabla hujaanza kufanya muziki, ndio ulikuwa wapi? Ni nini ilikufanya uanze na muziki? Kabla sijaingia kwenye muziki, hapo mwanzo nilikuwa mimi ni Muislamu. Wewe ni Muislamu? Ndio. Nilizaliwa katika familia ya Kiislamu. Nimelelewa kwenye Uislamu. Nimeingia madrasa. Alafu baadaye nikaja nikaokoka. Katika Uislamu ulikuwa unaitwa jina gani? Nilikuwa naitwa Mustafa. Mustafa? Muhammad Mustafa ama Mustafa Muhammad? Nilikuwa naitwa Mustafa. Yeah. Na mimi nauliza waambie watazamaji wetu. Ndio. Sababu sisi tumesikia mara nyingi heti ukitoka Uislamu wanaweza hata kukuua. Ndio. Si kweli? Ni kweli. Kwa sababu wanaamini ukisha toka kwenye Uislamu ama umezaliwa kwenye familia ya Kiislamu, ukisha gairi ama ukitoka unakuwa wewe ni kafiri au muasi. Kwa hivyo wanakuchukulia kama muasi, kitu mbaya, kitu kibaya ambacho kitaenda kutoa siri zao kule nje. Kwa hiyo maisha yako yakawa yako hatarini baada ya wewe kutoka kwenye Uislamu ukaingia kwenye dini nyingine. Ndio hiyo. Na sitaki heti nikuuze, ilibidi utoke kule ulizaliwa ama kule walikuwa nakujua kama Muislamu uende town nyingine kwamba maisha yako sawa, hakuna mtu atakujua kule. Shifting ilibidi nifanye. Ilibidi. Kwa sababu hata kama familia hawatakuwinda, kuna wale watu ambao watakutafuta. Ndio. Watakutafuta kwa sababu umeasi na wanakujua. Kwa hiyo ilibidi nihame. Lakini wakati ule huko umeanza kuimbaji? Sikuwa nimeanza. Sasa ilibidi nihame. Nilipohama nikaenda katika town nyingine, ndio nikampokea Yesu. Ukampokea Yesu. Ndio. Nani alikuhubiria ukampokea Yesu? Anaitwa Bishop Kirwa. Ndio. Bishop Kirwa. Yuko kule Eldama Ravine. Okay. Ni ajabu sana, maisha yako akayabadilisha kabisa. Akayabadilisha. Na sasa unaonaje kutoka maisha ya Uislamu na maisha ya Kikristo, tofauti yake hasa ni nini? Na mimi husikia sana heti sisi huomba Mungu mmoja, lakini tofauti ni kwamba
ni Prophet Muhammad na wanamuita Nabii Yesu. Hapo tu ndio tofauti. Nabii Yesu wanamuita Nabii Isa. Nabii Isa ndio hiyo. Na kuna Mtume Muhammad. Kwa hivyo Waislamu walikuwa naamini kwa Mtume Muhammad ambaye alikuwa ndio kama sasa Yesu wao. Lakini vizuri unamuita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa kile heshima zake kama heshima hivi vile ziko ni Mtume Muhammad. Kwa hivyo kitu ambacho Waislamu wengi hawajui ambayo wako huko walibaki ni kwamba kile kitabu cha Qur'an kimeandikwa na Kiarabu. Ndio hiyo. Lakini asikudanganye mtu kwamba Muislamu anasoma Qur'an. Muislamu anatumia Biblia. Ajabu sana. Ajabu sana. Muislamu anajua Biblia yote iko kichwani. Na ndio maana unakuta kuna zile challenge, unapata kuna Muislamu ameweka challenge na mhubiri. Sababu anaelewa. Kwa sababu anaelewa Biblia yote. Qur'an inakuwa tu ni ile guidance tu na kuna mambo machache ambayo yake kwenye Qur'an kuhusu historia ya Mtume Muhammad, lakini wanamjua Mtume Yesu ambaye ni Isa kwao. Kwa hiyo Muislamu ukimpata yule Muislamu ambaye amesilimika kabisa lazima awe na Biblia nyumbani kwake. Na hiyo ndio anaisoma kila siku. Ndio. Ajabu usikia hiyo. Anaisoma kila siku. Na ndio maana leo hii uweze ukamkompea Muislamu na Mkristo. Ukimweka Muislamu na Mkristo hapa kwenye masuala ya kibibilia, Muislamu atamshinda Mkristo kwa haraka sana, kwa sababu Mkristo anasoma tu verse moja au verse mbili, lakini Muislamu ameikariri Biblia yote iko kichwani na Qur'ani yote iko kichwani. Kwa hivyo anaziangalia hivi, anaziweka pamoja na kupiga maswali ambao unachanganyikiwa. Ndio. Ajabu sana. Turudi upande wa muziki. Ulianza muziki ulipoacha Uislamu? Sasa nime transform, ilikuwa ni 2001 nikiwa kidato cha kwanza. Hapo ndipo nilitoka kwenye Uislamu nikaingia kwenye Ukristo na hapo ndio wazazi wakani reject. Na huku tuambia kule ulisoma ili kwamba pia watazamaji wajue wale ile classmate wao na schoolmate wao pia. Nilisomea katika kaunti ya Baringo. Katika kaunti ya Nakuru, mpakani wa Nakuru na Baringo kuna shule inaitwa Adinai Secondary School. Iko kule Mogotio kama unaelekea Baringo. Hapo ndipo nimesoma. 2001 ndio niingia kidato cha kwanza, nika transform nikawa Mkristo na hapo ndipo wazazi wakanitenga. Kwa hiyo nikachukuliwa na yule bishop ambaye aliniombea Ukristo. Kwa hiyo nimemaliza shule kidato cha 4 kama siko kwenye good terms na wazazi, kwa sababu mimi ni kafiri, mimi ni muasi. Kwa hiyo walinitenga kabisa kama jamii. Na sasa umesema umeongea vizuri. Na mulirudi kurudiana baadaye? Tulirudi kurudiana baada ya miaka kama 10. Baada ya miaka kama 10 na ni baada ya kurekodi albamu yangu ya pili. Ilikuwa inasema mimi nimekusamehe. Baada ya kufanya album wakaisikia redioni. Walipoisikia redioni wakasema kumbe ni yule ambaye tulimtupa. Hatukujua kama ana kipaji. Kwa hiyo huo wimbo wa msamaha ulifanya pia nikarudiana na familia yangu. Na ndio wakanikubali sasa. Mpaka sasa mko pamoja. Mpaka sasa hao ni Waislamu, mimi ni Mkristo, lakini tunakaa pamoja, nikienda nyumbani tunacheka pamoja. Hakupigi na Ukristo wako? Hawanipigi kwa sababu ilifika mahali wakasema wacha tu tumkubali hivyo hivyo kwa sababu hatuwezi kumbadilisha na tumeona katika Ukristo ambao anaamini mambo ambayo yanafanyika katika maisha yake. Yanamsaidia. Ndio. Hiyo ni ajabu sana. Nikize tuendelea kumhoji huu kijana wetu, naendelea kutueleza maisha yake ya Kiislamu na ya Kikristo. Na hivyo sasa ulikujaje ukajikuta katika kanisa la Ndora wa Ruingi? Kanisa la Ndora wa Ruingi, Ndora nimemsikia kwa sababu mimi katika maisha yangu napenda kufanya ama kufuatilia historia. Na Ndora wa Ruingi nilimsikia wakati bado niko shuleni. Wakati ule alikuwa anaongoza kile kikundi haramu cha Mungiki. Kwa hiyo kipindi hicho nilikuwa namsikia, namuona kwenye runinga, lakini nilikuwa bado mdogo. Ndio hiyo. Lakini sasa wakati nimemaliza shule nikaanza huduma, nimezunguka, lakini mwaka jana nimekuwa nikimwambia Mungu ningependa kukutana na huyu mtu. Lakini mwaka jana nikapata kibali kupitia kwa rafiki yangu, akanileta hapa kanisani na ninamshukuru Mungu kwa sababu nilipokuja
na yeye pia aliona kitu cha speciali ndani yangu. Ndio hiyo. Na akaniita, nilikuwa nimekaa, akasema wewe ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Na ningependa kama hautojali ukae ndani yangu ama ukae chini yangu nifanye kazi na wewe. Asante. Na mimi nikamwambia, na mimi wacha niende nimsikilize Mungu. Akiniruhusu basi nikaenda nikamsikiliza Mungu, nikamshirikisha na mke wangu. Akaniambia kama Mungu amekubali nienda kufanya kazi na mtume. Kwa hiyo nikarudi tangu wakati huo mwaka jana mwezi wa 8 ndio nilikuja na nikawa full time minister katika huduma ya uimbaji kwenye praise and worship ya kanisa. Na tunasonga ili tuhakikisha kwamba huduma ya mtumishi huyu, kwa sababu najua na mimi labda kesho huenda nikawa kama yeye. Ndio. Kwa hiyo lazima ianze pahali. Mungu nilimwambia Mungu nisaidie ili nimpeleke to the next level, ili na mimi Mungu nipeleka katika level hiyo nyingine kupitia kwa huyu mtumishi. Ndio hiyo. Yeah. Asante sana. Kwa hivyo katika wakati ule umeishi na Ndora Waruingi tangu uje hapa, unaona maisha yako inaendelea vizuri, mafanikio ni mengi ama? Kwanza naweza nikasema nilikuwa nimefungwa. Umefunguliwa sasa hivi kiukweli. Ukiangalia picha zangu mwaka jana wakati niliingia na sasa kuna mabadiliko makubwa. Umechanuka kweli, unaona kama umechanuka kweli. Hata ngozi imekubali, rangi imekubali, kuvaa kumekubali, mfuko umekubali. Asante. Kwa hiyo tuseme hapa baraka nyingi kwenye madhabahu haya ambayo yanaongozwa na mtume Ndora Waruingi, kwa kweli yamebeba kila kitu cha maisha ya mtu. Ni wewe tu uje ukiwa na imani utapokea kile ambacho ni cha kwako. Kile unataka kupokea utapokea. Yeah. Sasa ungependa watu wakufanyie nini katika ulimwengu? Wanunue, watapataje muziki yako? Iko katika YouTube ama? Iko katika YouTube, ingawaje channel yangu kuna ile channel nilikuwa natumia hapo mwanzo lakini ikakuwa hati na producer wangu. Nikaja nikafungua yangu sasa hivi. Na sasa hivi niko na channel yangu ya YouTube. Na support yangu kubwa ambayo ningependa watu wanisupport. Unajua kipindi kile cha zamani tulikuwa tunauza CD. Lakini sasa hivi hakuna kuuza CD. Kwa hiyo sasa hivi lazima watu wa subscribe waingie kwenye channel yangu. Utanipata hapo, najiita Peter Anzenze. In brackets nimekusamehe. Umeelewa, lakini mtazamaji wangu, Peter Anzenze in brackets nimekusamehe. Hiyo ndio channel yangu ya YouTube. Utaipata, haina watu wengi sana. Lakini mnaweza mkaifanya iwe na watu wengi. Na kuna nyimbo zangu kadhaa nimeweka hapo, na kuna zile ambazo nafanya shooting sasa hivi karibuni mwezi ujao na kuwa nazimwaga hapo ndani. Na ukisubscribe, ukilike, ukifanya chochote kile kwa huduma ya uimbaji wangu, nitakushukuru sana. Asante sana. Nimependa yale yote umesema. Mimi naambia mtazamaji wako ama wetu, tafadhali na kuomba uweze kusubscribe katika channel ya huyu kijana wetu, ili kwamba pia mweke kibao mbele kama vile nyinyi mmeweka kibao mbele, ili kwamba nyimbo zake ziweze kusikika na aweze kusaidika. Kijana nimemkuta hapa ndio anaongoza kwaya nzima, na nimefurahika sana na uimbaji wao na vile na uongozi wake. Na ni ombi langu kwamba pia kule UK na nchi hizo za ugaibuni, mimi huduma yangu ningependa pia iwe ya kimataifa. Naomba kwamba wakati mwingine ama kipindi kingine, wakati ambapo apostle atakuwa anakuja, mniombee na mimi niwe nimepata visa, nije nihudumu na mimi kule. Nakuombea. Na nikuulize, katika vyombo vya muziki una vyombo unapiga, mwa ni mwimbaji wa kuimba? Mimi naimba, nacheza kinanda, nacheza keyboard, nacheza bass guitar pia. Hizo ndizo vitu niko profession because. Ni vizuri sana, sababu pia hapa hivi unaangalia bass guitarist pia. Mimi ni bass guitarist pia. Asante. Lakini hii sijajua, lakini huyu kijana naye naye hapo na pia gitaa. Kwa hivyo naelewa, tunaelewa muziki. Na vile nimekuona pale, umetupita kidogo. Uko mbele kidogo. Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu. Kwa hivyo asante sana. Nimefurahi kuwa nasi. Na nitahakikisha kwamba tutaonana tena katika kipindi cha pili, utuelezee zaidi. Na naomba pia kweli, kama vile ulivyosema hapo awali, wakati Ndora Waruingi anakuja ng'ambo, jaribu tuweke jina lako hapo pia, huenda ukapata kufanikiwa. Amen. Ukapata
Mungu ni mkubwa. Mungu ana milango kabisa. Mungu amefungua milango. Ndio. Nilisema pale hata hapo awali. Ndio. Hakuna mtu Mungu huchagua. Ndio. Yule mdogo sana anaweza kuchaguliwa akapanda juu kabisa. Na kama wewe kweli umetoka katika Uislamu na uko hapa saa hizi, hiyo pia ni kitu kubwa sana. Si wengi kama wewe watajitokeza hivyo wasimame hivyo. Na imekuwa ombi langu kwamba nije na mimi siku moja kule nchi za ng'ambo, nije nitoe ushuhuda na ni perform. Najua ushuhuda huu kuna mtu utasaidia wengi, si mtu, kuna mtu utasaidia. Ndio. Asante sana. Naomba uambie watu wale wamekuangalia ni dini ungependa wakuone tena. Asante watazamaji wangu, nimeshukuru sana kwa muda wenu na kwa producer wangu hapa. Asante kwa muda huu, na ninasema kwamba kipindi kile kingine ambacho kitakuja tutakuwa unapata mengi zaidi, na Mungu akipenda tutaonana tena hapo mahali pengine. Shalom. Asante sana. Mimi ni Kize Kizende na nimekuwa na mgeni wangu wa heshima leo, mwimbaji ambaye ni Peter Anzenze, na ni ex-Muslim na ameingia katika Ukristo na ameridhika kabisa. Na asante sana. Usikose kulike, kusubscribe na na kushare video yetu ili kwamba utuweke kibao mbele, nasi tukuweka mstari wa kwanza kabisa kupokea video zetu zikuwa mbichi kabisa, na zikuwa bikra. Ni Kize Kizende. Asante. Ama Papa wa London. Bismillah. Thank you.